Mr. Masunda. Naam boss. Nilikuita nataka nifahamu taarifa za mkeo kule. Vipi? Umefikia wapi? Boss wangu. Sijui niongee kitu gani. Lakini ukifuti boss wangu kwamba mpaka sasa hivi mimi sijapata uvumbuzi wowote. Sijapata uvumbuzi wowote kwa sababu nimejitahidi kadri la uwezo wangu lakini sikuweza kufanikiwa kumpata mpaka sasa hivi. Sasa taarifa nyingine nimekuta hapa kuhusu ofisi. Ndio. Kule Kongo jana usiku wamenipigia simu. Ndio. Kwamba wanahitaji mzigo. Sasa kwa hiyo inatakiwa kesho uanze safari kwa ajili ya kupeleka mzigo Kongo. Yaani leo ujiandae, kesho safari. Halafu ukitoka Kongo ili swala lako tutashirikiana mimi na wewe tuweze kupata ufumbuzi. Sawa? nimekuelewa boss wangu. Ndio, kwa hiyo lazima ufanye hivyo kwa sababu ofisi hii inakutegemea sana wewe. Ndani ya wiki moja hii niliyokupa ofisi imeyumba. Sana kesho kwa ajili ya safari. Ukirudi tutashirikiana tujue tunafanya nini kuhusu swala lako. Nimekuelewa boss. Kwa ndio hivyo bwana. Nimekuelewa sana boss, ila tu naomba kama ombi boss wangu. Sijakaidi ombi lako. Na hii ni kazi na heshima kwa sababu ndio maisha yangu. Ila tu nilikuwa nakuomba unisaidie. Unipe angalau siku 2-3 niweze kulifanyia kazi ili swala kwa sababu si unajua tena swali liko serikalini na polisi wananisumbua sana. Familia nayo vile vile nielewi. Naona kama mimi labda binti yangu nilivyomuona nimesababisha la kupotea. Kwa hiyo nilikuwa naomba hata unipe siku 2-3 kisha kutwa mimi nitafanya safari kwenda Kongo. Hapana Mzee Masunda. Hapana. Ili swala lako nimekupa ndani ya wiki moja imeshindikana kupata ufumbuzi. Sasa kule Kongo watu wanahitaji mzigo. Kwa hiyo tena yani fanya chini juu. Kesho inatakiwa uondoke mapema. Nimekwambia ukirudi ili swala lako tutashughulikia na ufumbuzi utapatikana. Sio na wasiwasi bwana. Naomba nirudie tena boss wangu. Nakuomba sana. Jambo hili limekaa vibaya boss wangu. Yaani jambo limekaa vibaya tofauti unavyofikiria. Mimi sijakaidi kama nilivyokuambia mara ya kwanza. Safari yako mimi nitakwenda boss kwa sababu ndio ofisi yangu hii mimi naiheshimu. Na nashukuru kwanza boss kwa kujitolea kwamba mimi na wewe tuweze kulivaa njuga ile swala kulisupport kujua mwanamke tunamtoa wapi. Lakini swala liko polisi. Nataka nipeleke taarifa polisi kwamba mimi nasafiri kikazi na familia naye nieleze isinifikire vibaya. Inaweza kwa jambo nimekimbia. Sawa, nenda. Uza kwenda. Mimi nashukuru boss kwa kunielewa. Sawa. Lakini mimi na uhakika ili sababu siku mbili hizi kesho leo na kesho nafikiri nitakuwa nimeka sawa, mimi nitaondoka safari boss. Wala sio na swali. Wewe nenda tu. Nenda tu Aisha. Nenda. Asalamu alaykum. Wa alaykum salaam. Kutoka vipi haya? Asalamu alaykum. Sawa kwema kabisa. Bwana kheri kabisa. Vipi mbona naona mawazo tena? Inakuaje hili swala? Bwana. Yale tu ndugu yangu. Yaani yale ndugu yangu bado yananipa matatizo makubwa. Lakini Shemasu, hili swala uliniambia yule ni rafiki wa mkeo. Na vile vile bado ukaniambia vile vile kwamba yule ni ana familia yake. Inakuaje wewe leo unaingia kwenye matatizo ya familia nyingine? Unakuja kuyavaa wewe mpaka ukuswe na magari, unataka kutembea kwa mwendo wa kinyonga wa taratibu, yani ile kwamba mawazo kibao. Ni nini tatizo? Bwana Kabo, wewe ni Muislamu zangu. Ni kweli. Na kama ni Muislamu zangu, wewe ni ndugu yangu. Ni kweli. Muislamu ndugu yake Muislamu zangu. Ni kweli. Mimi naona haina nafasi kulificha hili jambo, lakini kwa sababu wewe nimekuona kidogo ni mtu mwenye hekima. Kila siku nakwambia wewe kidogo nimeuchukulia katika vijana hapa ni tofauti sana. Mimi ngomba nikupe siri hii. Lakini una kifua kwa sababu ni jambo ambalo lianza kuwa wazi kwa kila mtu. Yaani mimi yule rafiki yake na mke wangu ambaye huyu amepotea. Mimi nilifanya naye nusura ya kuongeza mke wa pili. Niliongeza mke wa pili kama Mwenyezi Mungu alivyotuamrisha na Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ni jambo ambalo sio la kusababisha sana. Ni kweli. Ni jambo la kawaida. Lakini sasa linapoondekea linanipa tabu. Mimi niliwali kimya bila mtu wangu mkubwa kufahamu. Na nikajipa moyo kwamba baada ya siku kadhaa mimi nitaliweka liwazi, lakini
hali ya kuwa kwanza mke wangu nimeishi naye kwa muda. Unajua tena masuala wake wawili. Ni kweli. Kuna kuwa labda kiukazi kwa haraka hawa wenzetu. Ndio mke wangu ana imani, lakini kuna hili kidogo imani inakuwa ndogo. Sasa baada mimi nilipooa sijaoa muda mrefu na wiki kama 2 toka nioe. Baada kuoa mimi nikasafiri. Baada kusafiri sasa narudi na huyu binti inaonekana hapatikani kwenye simu na nauliza kila mtu, naenda hadi ukoni kwake, inasemekana binti amepotea kwenye mazingira ya kutatanisha. Kwa hiyo ajulikane binti yuko wapi. Kwa unaona hivi mimi natafuta usiku na mchana. Jambo limekaa vibaya Sheikh Kabo. Hebu nikwambie tu ustadhi wangu kwamba hili jambo sitachafika hadi serikalini. Mimi unaona nahangaika, naona hivi kwa chini nashinda kufanya shughuli zangu. Kichwa changu kinaniuma. Yaani kichwa changu kama nimeweka mawe katika kigani na chakanikiwa. Yaani mimi nishakwenda polisi, nishaitwa, nishahojiwa mimi. Kwa nimepewa muda wa kumtafuta binti bila hivyo. Sheikh wangu muda wote mimi na kama nitavuka nguo kwenye maneno haya. Basi mimi bana, unajua shehe, mimi bana ngoja nikuache tu. Wewe uendelee tu na safari yako, mimi niendelee. Unajua tatizo la kitu kikifika serikalini. Kitu kikifika serikalini. Chenazo, hilo ni tatizo kubwa. Hilo tatizo kama nyumba huwezi kulibeba. Kwa hiyo nifanye msaada huo ndugu yangu. Ukimuona Haina shida shehe. taarifa. Sawa shehe wangu. Sawa. Sawa. Basi sawa. Halo. Naongea na Sheikh Famili. Ndio nini ulichonifanya? Kwa dawa zako zile dawa gani ambazo umenipa mimi? Nimezifanya kila design unavyonielekeza, lakini sijaona kitu chochote kilichoendelea. Mpaka sasa hivi silali kwa amani wala nini. Mimi ninatokewa na huyu mtu ndio kama ni matatizo kwangu ameongezeka. Nifanye nini? Kila kitu nakwambia nimefanya. Vile vile ulivyonielekeza sijasahau wala sijakosea hata kitu chochote. Alafu unaniambia kwamba nimekosea. Nimekoseaje sasa? Ndio maana mimi sijataka kuamini huo upumbavu wenu mliofanya mlionipa kama vile. Ona sasa kitu kinachonifanya zaidi, silali wala sina amani katika nyumba yangu. Sina amani katika nyumba yangu kabisa yani. Kama ulipewa wiki ya kutuletea taarifa gani uliyoipata juu ya mkeo. Kweli. Lakini imekuwa kimya. Na familia yule mwanamke inakuja juu sana. Ninavyoonana na wewe tofauti na ninavyoonana na ile familia. Huwa naiona kila ninapoenda kuripoti kituo cha polisi. Sasa ili ionekane jeshi la polisi inafanya kazi yake vizuri na haki inatendeka, mimi nakupa siku 2 Ustazi. Jaribu kuzitumia vizuri hizi siku, japo upate jambo la kuwanufaisha kidogo ile familia itulie. Ikishindikana utahitajika kituo cha polisi. Utahitajika kituo cha polisi, lakini usiwe na shaka. Tuko pamoja. Kwa jinsi ninavyoona hii kesi imekaa, ni wale wanawake tu, ni ile familia tu inakuelemea wewe. Umenielewa vizuri lakini jambo katika upande wako mimi nadhani tutakuwa pamoja, usiwe na shaka. Mimi bana nashukuru kunifikishia taarifa hizo. Ila jambo lote linalokufika basi uje Mola mwenyewe ndo ameandika. Sawa sawa. Kwa hiyo basi Mwenyezi Mungu ndo amepanga. Mimi wacha nipige fursa hizi siku 2 nitaidi kupambana. Nitakalojili mimi nitakutaarifu. Haina shida. Wewe zitumie siku 2 hizi, zitumie vizuri. Ikishindikana huko mbele tunapoenda wala usijali. Kwa mfumo wa kesi unavyoenda, wewe haupo sana kwenye kesi lakini unahitajika sana. Sawa. Usijali. Basi inshallah. Uswa. Nimechelewa kidogo. Kulikuwa na jambo kidogo bana. Afuata simu yako tulipigia nilikuwa sijaiona. Samahani sana Uswa. Sawa. Sasa bwana Masunda. Nimekuita nilikuwa na mzigo wako. Maelekezo. Majibu ya swali lako yako ndani ya bahasha hiyo. Haya, tunakuja kwa bahasha hii. Yani maelekezo swali uliuliza
majibu yako nadhani yatakuwa yako. Yaani barua ni ya kwangu mimi. Hiyo barua ni ya kwako. Sawa, Unaweza kusoma. Kwani bosi kuna tatizo lolote hapa? Nimesema barua hiyo nenda kasome, majibu ya swali lako yako ndani ya bahasha hiyo. Wewe ni msomi bwana. Waweza kwenda kusoma barua utajua kitakachojiri huko. Sawa bosi. Hey. Jihadi. Lazima nipiganie kwa Muislamu wenzangu, ni jihadi. Hebu kwanza nisikilize kaka. Umenielewa? Alafu tambua mimi na wewe ndio tulienda kuchimba mle ndani. Umenielewa? Alafu hivyo nakuchukua simu tuangalia ile clip, mimi na wewe tulipata mshtuko mkubwa sana kaka. Alafu leo uende ukamonyeshie Masunda. Uone kwamba ni matatizo. Uone kwamba tutaingia kwenye matatizo mimi na wewe kaka. Kwa nini usiachane nao ukaifuta? Unang'ang'ania kitu gani? Usiachane nao ukafuta tu hiyo clip. Ina maana unataka kusema wewe kabisa maana mimi nimwache Masunda ateketee? Kwa nini usiachane nalo blaza ukafuta hiyo clip? Kwa nini unang'ang'ania kitu ambacho hakina maana kwetu, itatusababishia matatizo? Ina maana mimi leo katika ushahidi niwe nimekufa tu, mradi hata nikifa niende motoni kwa sababu ya jihadi, nisipigania jihadi. Jafari, hivi ni jihadi ndogo tu inakushinda ya kwenda kutoa ushahidi. Hujawahi kukatwa hata kiwembe, kupigwa kibao, wala kukatwa hata mkono. Unakuja kufanya mambo ya kijinga kama hivi. Wewe mwenyewe unakumbuka jinsi ilivyokuwa. Alafu sasa leo upeleke ile clip. Unajua kama utatuingiza kwenye matatizo kaka, haya ni matatizo. Elewe mdogo wako. Jafari wewe Jafari ndio sasa leo naingia akilini kwangu kabisa kwamba wewe una mashaka. Wewe una mashaka na Uislamu wako. Sawa. Hebu lete tumone. Okay, cool. Kijana ni wenyewe ni huyu hapa. Okay. Sasa. Safi. Huo ndio ushahidi wako? Umepata? Tulikuwa tunatoka msikitini. Ndio tumepita pale nyumbani kwa shemeji huyo. Ndio tukaja akatuambia tukamchimbie shimo. Kwa sababu tunavyochimba shimo tukasema kabisa tujipige picha. Tupiga picha ndio hiyo tukaiweka pale na tukaisahau. Wakati tunakuja kuifuata tena na kuja kuangalia ndio utakuta tukio hilo. Alimuua aise. Afande? Naam. Hebu ndote. Okay, afande. Aise. Tisha. Mwanamke jasiri sana huyo. Wewe ni mtumio? Naam. Sasa hili swala lilofanya mke wako ni jambo la kinyama sana hizi. Ndio ushahidi. Mke muuaji. Maana nakupa mamlaka ya kumtoa roho binadamu. Rahma bwana, mkituliza wake Mungu jamani. Unafikia tu kufanya tukio kama hili? Siamini jamani. Hasa kwa nini ungeamua kufanya kama hivi jamani Rahma? Huu ni mtihani mkubwa wallahi. Huo ni unyama mkubwa sana. Afanye chukua mpeke ndani. Rahma mtu wangu. Masu, tatizo ni wewe.